God is good. All the time. And all the time. God is good. Paul, come here. Come and help me for the translate. Come here. He was here in prayer session. Come. Siogope, utaanza kujifunza na wewe. Come here. Tunajifunziaka kwa nyumba kila mtu. Tunajifunziaka kwa hapa. Come here, stay there so that you can start learning to translate. Hallelujah. Amen. We are going to for the word of God once without wasting much time, because today we have the Holy Communion service. Naenda kusikiliza neno la Bwana kwa sababu leo tuko na meza ya Bwana. Amen. Amen. Yes, God bless you for being here. You are not here for nothing, but you are here because God wants you to be here. Mungu asifiwe kwa sababu na wewe uko hapa hivi kwa sababu hauko hapa kwa kitu bure. Amen. Mungu alipendezwa na wewe uko hapa leo. Toa mikono mfuko na uweke mkono hivi. Amen. Tunaanza kufundisha sasa. Ndio naanza kufundisha sasa. Amen. 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 Let us read from the first Samuel. Tusome katika kitabu cha Samuel wa kwanza. First Samuel chapter 19 verse 20. Mstari wake wa 19 verse 20 to 24. kuanzia 12 First Samuel. 14. Yes. You can read there. Quick, anyone who can read. Nasoma katika kitabu cha Samuel wa kwanza 19 mstari wake wa 12. Biblia inasema. Yes. Basi Sauli akatumia wajumbe ili kumkamata Daudi. Na hapo walipowaona jamaa ya manabii wakitabiri na Samueli amesimama kama mkuu wao, roho ya Mungu ikawajilia wajumbe wa Sauli, nao pia wakatabiri. Naye Sauli alipoambiwa, alitumia wajumbe wengine waonao wakatabiri. Naye Sauli akatuma wajumbe tena mara ya 3, nao pia wakatabiri. Kisha yeye mwenyewe akaenda Rama. Akafika kunako kile kisima kikubwa kilicho huko Seku. Akauliza akasema, "Je, wako wapi?" Leo tutazungumzia nguvu za Roho Mtakatifu. The Holy Spirit, Roho Mtakatifu, it is also given to us as a power. Roho Mtakatifu anatupa nguvu. He was given to us so that we can get the power. Walitupa Roho Mtakatifu ili atupe nguvu. Because without the Holy Spirit, there's nothing that we can do as a Kwa church. sababu bila Roho Mtakatifu hatuwezi. Without the Holy Spirit, there's nothing that you can do as a believer. Na bila Roho Mtakatifu kama wewe. That is why Jesus said, he told his disciples, Na ndio maana Yesu Kristo, before you can go anywhere, mbele uende, you have to preach, you have to wait until you receive the power of the Holy Spirit. unaanza kusubiri mpaka mpate nguvu za So Roho, that you can have that power to proclaim the gospel of God. ili mpate ile roho ya kutabiri na kufundisha. So before I go there, let me explain first where we have read. Mbele ya kwenda kule, acha nizungumzie. You know, Saul, he was a king of Israel. Sauli alikuwa ni mfalme. And when he was a king, there is a time God he denied him, he refused him. Wakati alipokuwa mfalme, Mungu alimkataa. And then when God denied him, he prepared David. Na Mungu alipomkataa, alianza kumwandaa Daudi. But when he prepared David, Saul did not know in time that he's already ordained with prophet Samuel. Wakati Mungu alipomwandaa Daudi, Sauli hakuwa anajua kama Mungu anamwandaa Daudi. And then, but even if God denied Saul, but he still remained as a king of Israel. Amen. Even if God denied him, he still remained as a king of Israel. Na ijapokuwa Mungu alikuwa anamkataa, lakini alikuwa ni mfalme wa Israeli. And then here the Bible says, Na vile vile Biblia when inasema now King Saul knows that David is already ordained as a king, na wakati Sauli alipojua kama Mungu amembariki the Daudi, spirit of jealousy came to him. roho ya chuki au roho ya jealousy It ilimuingilia. entered him, Ilimuingilia. and then he became jealous of David. Ile jealousy ikamuingia ndani mwake. Now, Sasa and then he said, he planned to kill David for the first time. Sauli He said that I want anyone who can kill for me 100
Philistines, I will give him my daughter. Sauli akasema yeyote atakayeua Wafilisti 100 atampatia mtoto wake. And then David said, me, I'm able to kill them. Daudi And akasema, then he went there. Daudi akasema mimi niko na He nguvu ya kuua. went, he fight, he came with those 100 head of Philistines. Daudi akaenda katika vita na kaua wale Wafilisti 100. And then because the David king was already said this, he gave his daughter to David. Na hapo mfalme alikuwa alishasema ya kwamba atakayeua atampa mwanamke. Now after giving that daughter to David, he became a son-in-law of King Saul. Wakati alipompatia Daudi akawa kama vile mkwe wa mfalme. Now, no matter he became an in-law, that spirit of jealousy of Saul still remained. Ijapokuwa alikuwa mkwe wake, lakini ile roho He had to plan a lot of things to kill David. alianza kupangilia vitu vya kumuua Daudi. Now here where we have read, Sasa hapa tunasoma, now he planned through his daughter that the daughter must make a plan so that David can die. sasa akaanza kupangilia na mtoto wake akaanza kupangilia ili Daudi akufe. But the wife of David never wants to kill him. So Mke wake akupenda Daudi. He ran away to a place called Ramah. Daudi akakimbilia katika mji wa Rama. Here in Ramah is where Prophet Samuel he was staying. Na katika huo mji wa Rama ndipo mfalme Nabii Samueli alikuwa anaishi. And then these people, and he was having other prophets who was there like helping him to do the